Ukitumia vibaya utaweuka, aidha utakufa. Ukitumia vibaya aidha utakufa au utakuwa chizi. Unatii kwa sababu ndio misingi ya familia. Na hakuna mtu akukuongoza, si ndio? Makinike sana. Sizungumzi yako kupoteza muda. Si ndio? Kuna maana ya Mungu amenena nami leo. Na wakati unapotaka kutoka nyumbani, ukitoka kwenye kizingiti cha mlango, ukikanyaga tu mguu wa nje wa kwanza hivi, si ndio? Bibi anakuja anachota ule nini? Ule udongo, si ndio? Anaingiza ndani, ananena maneno yake anayojua mwenyewe, anaingiza wapi? Ndani, afu ndani anakwambia, nenda mwanangu. Lakini nikaenda. Ni historia ndefu, nafupisha vitu vingine. Amina. Paka nakuja zile dawa nilizopewa kwa mganga. Niliziachaje? Na niliwaambia utakuwa kichaa, kusema mbaya au utakufa. Nikiwa nazitumia katika nchi ya ugenini, nikasikia sauti, Charles, kwani unaniuzi? Charles, nikasikia mtu anayezungumza nami kama anataka kulia. Kwani unaniuzi? Hiyo ni nini unafanya? Na hapo ndo nazitengeneza hizo dawa, si ndio? Zingine lazima niweke kwenye jiko nijifukize na moshi, si ndio? Zingine idamka asubuhi kabla ya kujacha niende nikaweke kwenye umande, si ndio? Sasa natengeneza sasa niweke kwenye nini? Kwenye jiko. Na nyingine navuta kama sigara. Sasa nikachanganyikiwa, sielewi ni nini sasa hii. Lakini nikakumbuka ni Mungu. Hiyo sauti naifahamu ya nani, si ndio? Nikamwambia Mungu, ni kweli nakuudhi, lakini unajua nimepewa hizi taratibu na wazazi. Sawa? Lakini kama wewe ni Mungu, muumba mbingu na nchi, uliojitambulisha kwangu. Ndio mwanzo mimi maombi yangu ya kwanza sikujua kuomba hivi. Nilikuwa najua kuomba kupitia pale. Kama wewe ni Mungu uliyenitokea, si ndio? Kaniambia ni Mungu muumba mbingu na nchi. Hizi dawa nimeambiwa nikitumia vibaya nitakuwa kichaa au nitakufa. Sasa nahitaji kukutii wewe. Nikiamka asubuhi nitaenda kuzitupa kwenye jalala na nitazichoma moto. Kama wewe ni Mungu uwezaye kuokoa, si ndio? Nikizitupa nisiwe kichaa wala nisife. Nikazichukua nikaenda kwenye jalala asubuhi nikaziwasha moto. Kinyume cha masharti. Kinyume cha masharti. Utajua tu baadaye. Sawa. Sikufa. Sikuwa kichaa. Amen. Mpaka leo ni mzima. Amen. Yesu makofi. Msingi ukiharibika, mwenye yake atafanya nini? Amina. Nianzia hapo kuzungumza nanyi katika misingi ya kifamilia. Amina. Kuna familia nyingi zina misingi mibovu ya design ile. Amina. Matambiko, uganga, ushirikina, ulevi, uzinzi, uchawi ndio asili ya familia nyingi. Nini kikupasacho? Ili uweze kutoka kwenye misingi, hakuna uwezo wowote, sawa, wa kuishughulikia misingi ukiwa ndani ya misingi. Haiwezekani. Ndio kitu Mungu alichofunza. Haiwezekani. Ndicho kitu nilichojifunza. Lazima uondoke juu ya ule msingi. Tuko sawa? Ondoke. Ibrahimu anaambia toka, si ndio? Tuko sawa? Kwa sababu ukiwa kwenye ile anga unamilikiwa na zile roho, si ndio? Kwa hiyo Mungu anakuondoa. Amina? Alafu anakutengeneza huko, si ndio? Mimi niliokoka mpaka nafika mahali pa kuokoka ule uokovu wa kweli, si ndio? Na nilijua nina Mungu. Nilikuwa mimi nimesoma mpaka novena ya Roman Catholic, si ndio? Novena ile. Sio? Nilikuwa kwenye kitengo cha Wanyakaroli Ruwanga, wale wanaovaa nguo nyekundu, Roman Catholic, si ndio? Kwa sababu najua ndiko Mungu huyu nimfuatilie, si ndio? Kwa sasa
Kuna watu wengine wanasema ni wa Roman Catholic, sijui kama wamefika huko. Tukao tunasoma mpaka novena sisi. Ile rosari hapa iondoke. Najua kuisari yote wakati wote. Nilikuwa siwezi kufanya kazi bila kutumia kile kichuo kidogo cha sara, si ndio? Ambacho kimeandika sara zote, mpaka ya kufanya kazi, mpaka ya kulima. Yote viko humo, kazi yote. Kwa sasa nimezamia huko, najua ndio njia. Kwa bado sio njia. Yesu ndio njia kuwe na uzima. Yesu ndio njia kuwe na uzima. Mtu akija kwangu hatapotea, bali awe na uzima milele katika yeye. Haleluya. Nilifikiri ndio njia. Nilikuwa miongoni mwa wale wanaofukuza uvumba pale, wanaovaa mavazi kama mapadri. Kacha cha cha. Cha. Na itokee hivyo, kuna mafunzo mnapitia. Tuko sasa. Nikafikiri hiyo ndio utumishi ambao Mungu alikuwa anasema, na sio. Kumbe bado niko kwenye msingi mbovu. Ukiwa kwenye msingi mbovu, hautojua kama kwenye msingi nini mbovu mpaka uondoke. Sawa? Na Mungu akutokezee ndio utajua niko kwenye msingi mbovu. Amina? Nini kitokea hapo? Wakati mimi nakuja kupata, najua kabisa ilikuwa iondoke hapa, mpaka nafupisha kidogo, mpaka nakuja kupata wokovu wa kweli ni kwa maelekezo ya Yesu. Yesu alinitokea kwenye chumba. Nimemaliza kusoma rozari, nimeisali yote, nilikuwa nisingeweza kulala bila kusoma. Nimemaliza kusoma rozari kwenye chumba nilichokuwa nalala. Kitanda chake kilikuwa kimesogea huku pembeni, huku kuna nafasi, huku kuna kivi. Kwa hiyo nimemaliza, nimezima taa, najifunika tu chumba, najishuka hivi, mwanga ulioshuka ndani ya chumba, hani hata kama kisisimizi kingekuwa kinapita chini ya uvungu, ukiona hapa hakuna mwanga. Ni mwanga sijawahi kuona toka kuzaliwa. Najaribu kuangalia, mbona nimezima taa? Kuangalia taa haiwaki. Huu mwanga umetokea wapi? Nakuja kuangalia kwenye tendegu la kitanda. Ile tu kutaka kuinua macho hivi, ninaona miali ya moto ya mtu ambaye siwezi kumtazama, nikainama chini. Ile kuinama chini, kumbe alikuwa ni Yesu. Sikujua kama ni Yesu, kwa sababu sikuwahi kusikia, hakuwahi kujitambulisha kwangu kama ni Yesu. Na sikuwa nasoma Biblia. Unajua Katoliki tulikuwa tupewe nafasi ya kusoma Biblia. Sijajua kipindi hiki. Sijajua sasa hivi. Au kwa mpewe nafasi. Sasa nikaenda chini. Najiuliza, huyu ni nani? Hakujitambulisha kwangu kama ni Yesu. Ila nilikuja kujua baada ya kuokoka. Akaniambia, tazama. Alisungumza kitabu cha Ufunuo. Sawa? Kitabu cha Ufunuo. Tazama. Alitamka, mimi sijui hata kama kuna neno hilo. Tazama nasema mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, taingia kwake. Alipomaliza hilo, akasema, nataka uokoke. Nimekuita unitumikie. Ile nguvu tu ya kusema neno hayo, nilijiona mimi ni mwenye dhambi. Nguvu ya kutubu, kama kuomba kama walokole, sijui toka wapi. Nililia usiku kucha. Najiona sifai. Ile nikaendelea kutubu, nakutana huko kwenye msiki. Hauna uwezekano kuchomoka, si ndio? Lakini siku nisioidhani, si ndio? Siku nisioidhani, nilisikia ninahimizwa, kuna mkutano mmoja, ulikuwa ni umoja wa makanisa Kipentekoste. Sawa? Nikasikia nahimizwa lazima uende, si ndio? Nikasukuma kwa nguvu, kila kitu ile nasukuma kwa ajili ya kwenda. Siku nyingine ya ajabu. Amina. Wakati huo ninaokoka, ndo kulikuwa kuna sherehe ya mtoto wa ndugu yangu, si ndio? Wanamfanya kipaimara, kwa hiyo wameandaa sherehe pale nyumbani. Mimi nilikuwa kwenye kitengo cha kuhudumia nini? Wageni. Na kwenye kuhudumia wageni na pombe ziko hapo hapo. Jioni usiku nikamuuliza Mungu, wewe Mungu niambie,
Wanasemaga walokole kwamba kuna wokovu, na wewe umeniambia nimeokoka. Kuokoka maana yake nini? Sijui mambo ya kuomba. Mimi najuaga kuuliza tu, si ndio? Nauliza Mungu, namwambia hivi, nionyeshe wokovu nini? Sasa mimi nimeokoka nini? Nikalala, wakati nimelala nikachukua na usingizi. Ilikuwa ni maono, nikachukua na usingizi. Wakati ninaomba nikajisikia nilale kidogo, si ndio? Ile kulala nikajiona mili miwili. Yote ni ya nani? Ni ya Charles. Mmoja ni huu wa zamani, si ndio? Nikauona mwingine mpya, huu ni mzuri huu, si ndio? Lakini haufanani na huu, si ndio? Lakini nikaona ndani ya huu mwili wangu wa zamani, si ndio? Kunatoka moyo mweupe, kitu kama cheupe, si ndio? Ngono inaondoka moyo humu, unahamia kwenye huu. Najiona kama naama. Yaani unajiona kabisa unaama kabisa. Au unajiona sijui kama naeleka. Hii picha sijui kama unaweza kaelewa, lakini najiona naona naama kwenye mwili huu, si ndio? Naingia kwenye mwili. Alafu nipo mwanzoni nilikuwa najiona niko hapa, huu mwili uko hapa, si ndio? Lakini nilipojiona nahamia kwenye huu mwili ukabaki hapa. Sawa? Na wakati naona nahamia hapa, nikaona huu mwili nafanyaje? Nanyanyuka. Una uwezo wa kunyanyuka na kufanyaje? Na kupaa, si ndio? Sasa nikaona naondoka kwenye mwili na kwenye mwili mwingine. Alafu mwili una uwezo wa kufanyaje? Kupaa kwenda wapi? Mbinguni. Sasa ghafla niporudi kwenye maono, nikajikuta niko kwenye mwili ule ule. Nikasikia sauti nasema, ujapokufa utakuwa unaishi. Nikajua huo ndio wokovu. Mpe Yesu makofi mengi. Kwa hiyo nikajua wokovu halisi, tunaokoka lakini hata tujapokufa tutakuwa tunafanyaje? Na hiyo ndio kibiblia. Amina.